Wanajua kwa Mungu yote mwingine. Ande Warruok like pia kwanza. Mungu Yesu tupokola kwa nya kawa. Amen. Ni mangenyo sewa togelo. Ni kakoro woto, kakoro kwa. Wacha sai. No, yali gutiro ni kodon. En ko tijene mutimo. No, timo tijene kuoma. Indan ka Warruok osewara. So, achalo Ezekiel. Nilifanana kama Ezekiel. Mamumo tini Roho Maleru tinge. Ambayo Biblia inasema Roho Mtakatifu ilimbeba tutere choke madala. Na Roho Mtakatifu ikampeleka kwa mifupa ya boma yao. Yesu basi. Amen. Jonka Ezekiel charo mutinge janutere choke maganyuola moro. Madala gi mag jo Israel. Nutere choke madala gi mag Israel. Ilimpeleka kwa mifupa ya watu wa kwao wa Israeli. Ndio yale chokugo. Ili aende akawahubiria hizo mifupa. Ungero samono kilichoke nege ni nakatano kesa mama kujumi deke mokojo manana. Kwa methali pengine hazikuwa mifupa, ilikuwa binadamu walioharibiwa na shetani, pombe, magonjwa, aina tofauti ya shida. Nengo mami warongato kata ni nyako kata ni kijana. Sababu inayofanya mtu aokoke awe kijana, awe mwanamke, kata niyo mote awe mama ambaye ameshaoleka ingawaje bado rika kidogo au yeye ni mkubwa, iware nilwen madala maintielo, anaokoka kwa ajili ya vita ya boma ambaye amepatikana. Anu tunya mati kirwa idala wajenga. Mimi nilibebwa nikapelekwa kwetu nyumbani nilikozaliwa. Kama hiyo eneo tayari imeharibika, na hiyo ukoo imeharibika, na watu wengi wamekufa bila wanawake, na hapo ikabaki ukiwa. Na ilifanya hiyo shetani anafanya ya kwamba mtu akikuwa kijana anakuwa peke yake. Na shetani akishamharibu ndio kijana mwingine anatokezea. Sasa wale baba yangu pia wamekwama hapo. Na Roho Mtakatifu wa Mungu niliposhaokoka, Roho Mtakatifu imenipeleka niende nianze kupigana na maadui walioharibu boma yetu. Nilikuwa ninafanya kazi ya kunisaidia, lakini Roho Mtakatifu haikuniruhusu niendelee na kazi. Na nililia hiyo mlima yetu usiku na mchana. Na hatimaye hiyo mlima ikaanza kuamka, kufufuka. Nilipigana na shetani anayeua vijana kama ni kapera hawajaoa. Na wengine niliwatoa. Kisha baadaye wakaoa. Siku hizi wamezaa vijana wengi wameenda university. Mpaka milima iliyojaa na msitu. Roho Mtakatifu ilifyeka siku hizi mitaa. Siku hizi wanajenga aina ya nyumba ya kisasa tofauti na nyumba kawaida.
Siku hizi wamefufuka kusoma mpaka nikaleta shule inaita secondary. Nilipea watu shamba bure. Vile maendeleo ilikuwa imezidi, wakaanza kununua shamba kando kando. Kwetu nyumbani tuko wa vijana wengi ambaye wamama walizaa. Wanaenda 20-30 vijana. Hakuna anayekosa bibi. Ambaye bado hajaoa ni yule mchekechea bado anasoma. Yamaanisha ile shetani nilipigana naye akapotea patupu. Unapoweza kusikia kiini cha neno ninazungumzia, anza na hapo. Kisha upime na wokovu yenye wewe ulipata. Na hawa vijana pia wapime kama wanaweza pata wokovu inayowafika nao pale. Wengine ninaona ni rika yangu kama wakati niliokoka huko kitambo. Na hilo neno ilifanya nikakomesha kifo fulani kwa boma letu. Amen. Kulikuwa na kitu fulani kwa nyumba ya babu yangu. Kama binti amekuwa tayari anaenda ndoa, baba yake anakufa. Hakuli ng'ombe ya mahari. Babu yangu hakula ng'ombe ya mahari ya binti wake. Baba yangu pia kama msichana wake amekuwa tayari anaenda ndoa, amekufa huyo baba. Baba yangu mwingine wa kambo pia kama msichana wake ako tayari kwa ndoa, yeye pia amekufa, ameacha msichana. Yamaanisha shetani hawaruhusu wakule mahari mali. Babu hiyo imetendeka mingi ukitazama. Watu mmoja ni kumuniguja onegekanyari daktari oto. Yule ndugu yangu shetani amemuua kama yeye ni daktari na msichana wake ako tayari hajakula. Nimene na de odonkulu nini no kilichamu gogeto nini. Dada yangu watatu walibaki wakiwa na hofu ya kwamba watakufa bila kukula hiyo mahali. Samana yudo wao. Na wakati nilipata wokovu na kone jina sebiro ni Yesu Nazareth. Niliwaambia nimekuja na Yesu Mnazareti. Sasa mutakufa, mutakula mali ya binti wenu mpaka mtembee na mkongojo. Walikuwa na tashwishi kwa sababu bado walipinga wokovu. Tokea huko enzi mpaka wakati huu hawajakufa, bado wako hai, wanatembea, wako wazee. Wokovu hiyo ilipata kama mama yangu ako na makasumba sana. Wakati niliingia na hiyo nuru ya Roho Mtakatifu, hiyo shetani ndio ilienda. Akabaki binadamu aliye hai bila matatizo ya makasumba. Mondo alipokuwa tayari akufe, mimi ndio niliruhusu ili aende. Amen. Zimeandikwa chenye umefunga hapa dunia, wewe tu ambaye tumekaa na wewe hapa, imefungwa hadi wapi? Mtu ambaye ameokoka akifunga kitu,
Kwa kimwili na macho ya nje unaona ukaze na kamba. Neno linafunga kitu kwa imani mpaka haiwezi kutolewa. Nilifunga kifo ya mama yangu. Hata kiwa mgonjwa namna gani, hali yake namna gani, hakufa. Siku moja sasa nilipotoka kwa Injili, kwa sababu alikuwa amezeeka. Ndugu yangu, ninajua unaenda kuomba ili mama asikufe, lakini amezeeka. Muache huru aende. Amen. Hiyo ni ngumu sana. Maanika diena. Kuokoka nimeokoka. Hiyo si ni ngumu sana. Sasa hivyo jinsi Mungu atatambulika haijulikani. Nilienda kwa mamangu. Nikamwambia mama, tulielewana ya kwamba wakati utakapokufa utaniambia. Leo unasikia aje? Akasema leo niache huru, usiniombe nizidi kuwa hai. Ili niende. Nikamwambia nimekuacha huru. Sasa enda. Bwana asifiwe. Na sijui kama watu wanaelewa. Nimekuweka huru, enda. Nikaenda nyuma ya boma mahali pangu pa kuomba. Na nikamwambia Mungu, sasa nimemruhusu, lakini usiniaibishe. Leta mali ambayo watu watakula kwa mazishi yake. Kesho ya asubuhi niliamuka nikarauka kuenda Migori. Nikaenda kuleta vijana wa watu. Kadugu safari. Niliporudi saa 10. Ninapata kama amekufa. Sasa ninaenda tu kwa boma. Huyu ni mama yake na tena yeye ndio kipinda mimba. Atalea mpaka kufe. Hakika ningelea mama yangu. Ningemwombolea. Na naye lea yule. Alitoka mpaka hata nikimtafuta hakuna hasira ya kifo. Si mnajua kuna yule wa hasira naye lea. Majaiwa. Yule wa hasira akiona mtu amekufa analia. Roho inaleta mambo ngumu sana. Yule wa hasira wa kulia aling'olewa. Amedharau kifo. Sasa mimi nikaenda tu nikapata kama amelala hivi. Nikamwambia mama, umelala. Jinsi tulivyoelewana. Hivi jinsi umelala, harufu yoyote mbaya isitoke kwako. Umelala siku ya Tuesday, nitakuzika Friday. Hakuna harufu mbaya, watu watakula. Nikamwacha nikaenda kukaa chini. Dadangu mwingine anasema, "Oi, hajaomboleza uwe." Anaongea tu. Mimi nimekaa tu nimetulia. Sasa ninaandaa tu vitu hadi Friday hakuna harufu mbaya.
Dongo manunyi sini maiti be winjo wa. Winjo wa. Hata maiti anasikia neno. Obaki Yesu. Amen. Siku moja jambo ikatendeka kule kwetu. Wandala mtu wa maja. Mtu amekuja karibu na kwetu, mtu wa Lego. Kama mama yake Lego no uko dia moto donga torepo nyatima nyakumu nene. Kama huyo mama mwenye huyu kijana wa Lego alikaa kwake, akabaka huyu mtoto mpaka akamuua. Haito la. Mpaka huyo mtu wa Lego akapotea. Kwa wewe mama ni changu, mama ni venye huko mmoja. Sasa akamwacha huyu mama kwa shida, lakini hakumjua vizuri. Serikali ndio nyaka DC na kila mtu duare. Sasa serikali wamekuja mpaka DC hiyo wanamtafuta. Na kone jiniwe rumo so kubiyule. Nikawaambia muache polepole hamtampata. Labda wewe unasai bani ukubika ndala deka pokonya. Lakini nataka kutuma Mungu nyuma yake hata kaa siku 3 kabla hajapatikana. Ndio serikali ngomba. Nikaomba na serikali wakarudi. Kenya kono jenki cha ngwe. Na wakaleta huyo msichana amekufa siku ya Thursday. Tabia mwoyo Kode. Nikanena na huyo maiti. Nyara nyako. Wewe msichana wangu binti, ngani onegito lalo. Huyo amekuua, amepotea. Kami ndalo areya. Siku 2 nimekupea. Jumamosi sela wewe juke. Jumamosi umemtafuta, umempata. Ikinindi usilale. Watu wameongoka na Mungu wao hawezi yaonekana. Warruok manachel na kamato nje nyako matine ni manachel. Wokovu ni wokovu hata ile inayoingia ndani ya msichana. Ngati hiyo Kode emajiukia. Na jinsi ya kutumia hiyo wokovu ndio watu hawajui. Mowinjore ndatu Warruok Kode. Ili usikie ladha ya wokovu uitumie. Dongine no kakati hiyo Kode. Si unaona jinsi ninavyotumia? Bwana sifiwe. Dongine no kakati hiyo Kode. Si unaona jinsi ninavyotumia hiyo wokovu? Tora Jumamosi na Jumapili ripoti duo. Ikifika Jumamosi karibu Jumapili ripoti ikarudi. Sasa juke kiwa ikadem. Wameshampata pale Kadem. Bidu Homa Bay. Wanamrudisha Homa Bay. Hii si TV. Anaonyeshwa kwa runinga. Ndalo no kubora hapa ni akaunjo moko dinene. Wengine walimuona hata na ilitangazwa kwa radio. Utedu Amerudi. Warruok kimetiyo. Wokovu ni kitu kinatenda kazi. Kati yule makanga tongoni. Hata kama umepata mtu ametoa ng'ombe yako, mwizi ameiba ng'ombe. Jomoko kumu ndo dio to. Wengine wanalaani aende akufe. Hata wachone lawe mundu dio. Mimi nasema Mungu umfuate mpaka arudi. Ilo tumu gonye dia. Arudishe hii ng'ombe penye alitoa. Tobe. Na yeye aende. Jakugu no imako kadito. Na huyo mwizi anashikwa. Yamanisha ninachukua Mungu, ninaweka Mungu kwa kazi. Bibi jukije na keti. Unasikia ile ya kazi mimi namweka Mungu. Kichachia kende majetu no maya. Kazi moja peke yake ndio shetani alinipokonya. Benolewa kabisa. Na nilishtua sana. Tichimaritiero jomoto. Kazi ya kufufua waafu. Achiero jomoto abi. Nimefufua waafu 5. Akumba chiro nyako mwana uyomaka. Kwanza nimefufua msichana mmoja wa Uyoma hapa. Yesu chiro kan Kode turwa Kode. Yesu alimfufua nikiwa naye kule kwetu ng'ambo. Sama kama. Wakati asubuhi kama huu. Choreo cha kulungu wote yeno. Bwana wake alianza kutuita usiku. Chore ninenga mokwa yego no jaya. Kao jini moko magituende jotio. Bwana yake huyu alikuwa mtu hatukumwamini sana, alichukua hizi nyoka. Na neno iliyokuja kwake ilizidi nyoka na bebu yake. Sasa amekuja kutuita tumuombe bibi yake. Tukamfukuza akaenda.
mimi na Mondo chako dini. Kisha akarudi tena. Mara dek wawacho ni jowa wapi wameane gimangani lungo. Ya tatu tukasema wacha tuende tuone chenye huyu wanatuitia. Kwa gike yote uwiwa. Tukifika kwa njia tunasikia mayowe Otho amekufa. Jodongo bweyo. Ere ndio mungu bweyo. Wazee wakaanza kuweka. Ndio matindo kile. Hawa wadogo hawatii. Kuna uyomo seto. Sasa binti wa Uyoma amekufa. One man wa kwano kagima yo. Hiyo tunahesabu kama ni kitu rahisi. Wadhia Tumeenda wan wadonjo watu wagore kuomi. tukaingia kwa nyumba tukaanguka kwake. Nyingi Yesu Kristo duchuni. Kwa jina la Yesu Kristo rudisha moyo wake. Dakika par kapodi wa umwe kuomi. Dakika 10 bado tumeinama kwake. Haro mapaga bi. Ikifika dakika 15 Wanyuneno muchie. akatazama amefufuka. Kurka ngamachelo hao nyawa. Wewe unanejwa Kimoro timore. Kisha mwingine ndiye anatoka kwa nyumba anasema, tulieni, wacheni kulia, kitu kimetendeka. Idumdala wachana ngomu timore uchie. Mzee wa boma anasema, nini imetendeka? Amefufuka. Yangu moto nikapola mumuchie. Hawa wahubiri wameingia, wameomba mpaka amefufuka. Yuka ulodegezi ati. Watu wamechukua mkongojo yao wanaenda. Yesu Kristo. Bwana Yesu. Maana imeandikwa, asio nimewatuma Ndu yalo wachimabe. mwende mhubiri habari njema. Ugol juchiende. Mtoe mapepo. Chiri jomoto. Mfufue wafu. Hivi nyugani. Udu ugol juchiende kai chuchiende jomoto. Mwende mtoe mapepo, mfufue wafu. Na wachie. Tulimfufua. But God komachelo la kumo toka nyoni. Upande ya milima fulani kuna mama anakufa akizaa. Wadu achie. Tumeenda tukamfufua. Wadu moto sasa. Kwetu mwingine amekufa saa 10. Pole sio mweka kama wanji wa wachina. Ndio tunaletwa kutoka kambi mahali tuko neno la Mungu. Ler kaniti tu juchiende makutoa luo. Nuru kama iko mapepo ya vifo wanaogopa. Ler marichu. Utakatifu wa moyo. Ne wadonjo. Tuliingia Juchi na ujasiri wagore kuomi. tukaanguka kwake. Juchini munege kule kumekuru kudiri vitano. Mapepo iliyomuua ndio imetoka kwake ikamrusha juu ya paa. Yodongori nukaonu utege. Wazee wanakimbia wamechukua mkongojo yao. Na amefufuka. Kisha tukamweka amekaa kwa kiti. Amen. Amen. Sijui hata kama mtasikia. Sijui kama mtu atatoka hapa akifanana hivyo. Yeye pia aende akaweke Mungu kwa kazi. Ufufuo ya mwisho tukafufua mama mwingine. Satan noma ya jirno. Na shetani alininyang'anya hiyo ufufuo. Chimoroka kwa moto. Siku moja kama babu yangu mwingine amekufa. Toto Kisumu. Alikufa Kisumu. Utinge tokele dala gisanduku kiniko. Na amebebwa wakamleta nyumbani na sanduku siku ya mazishi. Mwaka masira boro gabi. Miaka 85. Kuru wabedi pa kwenye sai. Sasa tumetulia hapo tunasifu Mungu. Awinjugi ya marikie za kubiro. Na ninasikia ile roho ya kufufua imekuja. Neno kama kilale. Unaona mahali watu wanapotea. Amen. Tena mahali inaribu urafiki ya watu na Mungu. Kama jikena. Mahali nimefika hapo. Mano kanyo keta kemi siku biya sai. Hapo inaribu urafiki kati yako na Mungu. Makata kuribi. Hata kama unaenda. Jibi ya biato. Unaenda tu lakini hakuna. Usiplo sekepere. Urafiki iliharibika. Gicho bilo makondi mak ngani mondo ae sanduku mondo chie. Roho imekuja ikaniambia enda ushike huyu mzee umtoe kwa sanduku afufuke. Ugimachelo kuna no sego lewe ginyimbiye ne nyimbi pia kanye. Kitu kingine kinaniambia amesapasuliwa wakatoa ulimi na matumbo. Itatoka wapi? Awe ya pili. Nimeacha nimekaa. Kino kita kipa kwenye zeo cha kubiru. Tena wakisifu Mungu tena roho inaniambia Limak na chisemuji. enda ushike huyu Mungu. Jal machelo jibu cha kubiru kuni mechando hii. Ile mwingine amekuja usiteseke. Nwe no tuwe gisitima. Si alikaushwa na sitima.
Ochakoli imekaa tena. Yalo yala winjuka gino chakubiro. Mhubiri anahubiri kwa hiyo matanga, lakini ile roho imekuja tena. Kama mnabii, kama ninajaribu niende, tukoni hai ndio ndio. Nana niambia toka, si utapata hivi. Nimewacha. Mwaka tulaburu gabishi na tabuno kutoka chiro mmoja. 85 hadi sasa hivi sijafufua mwingine tena. Ndio nabii asaya manya saya nimelimbe kitinega. Na nikaenda kusii tu Mungu, hasira yako isiniue. Nikikina medo watu negango. Dikia. Maana niliweka neno lake na tafiti. Karka wangijo mamedo wanya sai dikia wa moto ndio akaiwaka tumbo sai. Hapa kuna watu wengi wanalia tu, lakini wako na tafiti hawajafika kwa kiini cha neno la Mungu. Maana Mungu yoseko dunia sai siri chanzo. Hiyo ndio maana urafiki kati yao na Mungu ni kidogo duni sana, wanateseka. Niki ungi iye. Maana ana imani. Maana moketo sipo Musa Kenya sai moko neno Kanani. Na hiyo ndio imeharibu urafiki kati ya Mungu, ya Musa na Mungu hakuona Kanani. Musa neno ni teka enya kidini okinyal golopi. Musa anaona ni ngumu sana, hii jiwe aliwezi likatoa maji. Neno la Mungu si rahisi vile. Kama hili neno ni yote, mahali wewe unaona ni rahisi, ya sayo kudwa. Mungu wataki. Tudoro ni kama teka ni mamuni bende giyote imelekolo kaya ni nyasai. Na hapo mahali ngumu, anataka ukae hapo na imani itendeke ndio akuwe Mungu. Mungu yuwe mu mamoro. Ndio maana ananena kwa Biblia fulani, Zakaria boro. Katika Zakaria 8, Iloku manyien kiyodi. kwa ile tafsiri mpya ukipata, Owacho mo. inasema jambo fulani. Mungu yokosie ginya sai hiyo seketo. Ndiposa urafiki kati ya watu na Mungu watu wameharibu. Mungu ni yeto waro. Na wanasema Yesu wamewaokoa. Wamenijidoko manyeni. Unyasai noto. Loko manyien wasayuda. Sawa. Warito na sako somo. Zakaria aboro matita utia. Zakaria 8 aya ndogo 6. An Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto awacho kama: kata kapo ni gima kamano nenore ni joma odong' e oganda ni kagima ok nyal timore, koro an bende nonenre na kamano adier. Winjuru, abiro reso joga kagologi e pinje ma yo wuok chieng' gi yo ma yo podho chieng', mi aduokgi Jerusalem mondo gidagie, to ginibedi joga, kendo anabed Nyasachgi kuom adiera kod tim makare. Haleluya. Kata kawan gingato kama meguma mapoko nyolo nyathi. Na hata tukiwa na mtu hapa sasa mwenye hajazaa mtoto, Ukiwa joto neno ni tek. na ikisemwa anaona ni Nyingi ukidi yudu. na Mungu hakutaka wakunywe maji kwa hiyo dunia ama hiyo nchi, jina lake litapata utukufu. Otimo gik mamiyo nyingi duong'. Anafanya mambo zinazomtukuza. Omiyo kone Musa ni duong'. Ndiposa akaambia Musa, gonga jiwe. No Musa choko medo gikiawa. Musa akaweka na tashwishi. Omiyo duong' okubiro. Akagonga, haijakuja. Itako duong' okubiro. Akagonga mara ya pili ndio imetoka. Jitu mudo. Watu wamekunywa. Nyasaye tu duong' gimerima. Na Mungu amebaki na hasira. Omiyo kogik kacha. Ndio maana akifika pale, Siamo nene. anamuonyeshwa, tazama, Kanane cha. Kanani ndio ile, God nebuka ukikana. lakini hautapita hapa mlima Nebo. Nikiti ni ukiwala elwanda magmeri. Mahali na hauku pia utukufu kwa mwamba za Meriba. Omiyo kinyal neno God Kanani. Ndiposa hauwezi ukafika Kanani. Kitino ongi biye. Maana hukuwa na imani. Okoparo kama Nyasaye ngule. Hakukumbuka mahali
Mungu alimtoa. Ukuparo nina makwa nili. Hakukumbuka ya kwamba bahari ya Shamu ilikuwa ya ajabu. Okiniji ne okinyala de Kanaan di Misri. Si ya kwamba watu hawangeweza kuenda Kanaan na Misri. Yedine nitie. Kulikuwa na marekebu. Minyalo hivi. Na watu wangepanda. So Jehova dagi gimolo sikilwe tadano no. Lakini Mungu alikataa chombo kimeundwa na mkono ya binadamu. Nyakalo olene molosi yo. Kisha hatimaye yeye ndiye atengeneze njia yake. Omiyo chomo jogeti. Ndio maana amewaelekeza kwa jangwa. Mondo vyo kalti. Ili wapite kwa jangwa. Kuruka jika ano kuru kidwa nene. Ikifika hapo ndio wanataka kumuona. Itakuwaje na Musa wasimajiji tuwa loto. Akaambia Musa jambo gumu tena, akichapa hii maji na jiwe ya hiyo fimbo. Kitu aloto na mbare. Na akichapa hivi bahari ikapasuka. Nikala. Naye wakapita. Mane wakesaye mumi waweyo din mara toli kata SDA. Hiyo ndio neno la Mungu iliyotutoa kwa madhehebu. Waweyo mulungu lar kisatan pinyiru. Tumeacha ili tuje tupambane na shetani ufalme. Haleluya. Amen. Wabilo laro kisatan pinyiru. Tumekuja kungangana na shetani ufalme. Pinyiru timano mai mumi yokatidi tele dala moroto duanya kijiunge kipinyiru. Ufalme ndio alikunyakua ili hata kama umeoleka mahali hauna ufalme unateseka tu na kuchafua. Mama mimi Yesu wajoni tuwarudi pinyiru mo kodwatine makali. Ndio maana Yesu anasema kwanza tafuteni ufalme wa Mungu na neno lake la haki. Ekedu mudu arono mezi. Sasa yanayosalia mtazidishiwa. Tujinyala chukukae makanata kumuru kwa kipinyiru. Na watu wanaweza toka kwa mkutano pasipo mama fulani kutoka na ufalme. Nyasaye to lamondi. Mungu ameomba sana Pinyiru tokoyo ufalme hajapata. Pinyiru kanga to yundo to Mowinjore. Maana ufalme mtu akipata inastahili. Samana yudo Warruok majike pinyiru. Wakati nilipata wokovu nikafika kwa ufalme. Nikite godwa chao kinyala dhie kao kinigi pinyiru mologi. Maana ile mlima yetu huwezi ukaenda pasipokuwa na ufalme zaidi yao. Wima kwa subini kariti. Mioyo za waafu wanakusubiri. Nyakidhigi pinyiru Mowinjore. Lazima uende na ufalme ingine tofauti. Eka na loyo kikao ngeto kana nya. Ndio utawashinda, pasipo hivyo hautaweza. Tinya lubile chokruok na yaka yonge pinyiru. Unaweza kuja kwa mkutano na utatoka pasipo kupata ufalme. Gimanonyi se jodongo gijidu tuna yudo pinyiru. Ishara ya kwamba nilipata ufalme. Pinyiru ka pinyiru biro gidongo. Kila ufalme linakuja na lugha. Dok no biro madhum giteko maro maleo. Lugha ilikuja nikanena na ndimi sana. Wach mata moja chini winyo. Neno inayozidi shetani kusikia. Pinyiru miwacho kanyo okong'eyo. Ufalme lugha wanaonena pale shetani haelewi. Okonyal winjo dhok no. Hawezi sikia hiyo lugha hata kidogo. Maana ema tame ni okonyal tami go yedu. Hiyo ndio inamzuia ya kwamba hawezi akakuzuia usijenge. Tinya no bile choko pia kionge pinyiru. Na unaweza kuja kwa mkutano unatoka bila ufalme. Maana kima wadaro gijetie. Hiyo ndio tunang'ang'ana na shetani. Kama ndo dine wama wango gibeyo. La sivyo madhehebu za Kristo ni mzuri. Kidie kwaya utango malo. Ukienda kwa kwaya wamepanga mzuri. Adenyo ni angmar wanga mongwana. Kanisa ya SDA ilikuwa mzuri mungwana sana. Kamo pango nema lichi mukalo ngemu masasa. Yule amejipanga amejua Biblia sana kamilifu. Tukimulo eni teko. Lakini chenye imemshinda amekosa nguvu. Katoliki ni mpango mamudie tebe chime. Katoliki ni kanisa mzuri hata wajane wanakula. Tukimaombe nteko. Lakini chenye hakuna ni nguvu. Kadije chindwanyi kanyo en mano Kode. Kama shetani anakuchafua pale shetani hawajali. Tunima wuku mundu waradi gi Yesu teko. Tulitoka ili tukutane na Yesu nguvu. Mano chiro Lazaro mogolelo. Aliyefufua Lazaro kutoka kaburini. En kakanya timanya koma tin kada mawima tene mani Kode. Yeye hata kama ni kijana mdogo au binti mdogo ndiye ako naye. Kone na Yesu mwe. Hiyo nguvu ndio Yesu ananenea. Uko ni kauni giyi. Anasema mkiwa na imani Matini machalo kotrada. kidogo kama mbegu. Unu watne godini. Mutaambia hii milima Aika pudiri diena. toka hapa ungooke uende baharini. Okote diena. Na hiyo mlima inaenda baharini. Ilingini jua tupoki uwe. Wewe unalia na haujaongea. Ukiwoyo. Kuligi pinyimu tikone goti is. Haujajivisha na ufalme uambie milima wewe Mukli diena. ngooka uende baharini.
wacho muku. Na anasikia neno anang'oka. Mano kata endulu me obiro dhi adhi. Hiyo hata kama ni kifafa ataenda. Yes. Yonge ndiye. Ndio okana wacho ne Kode mtu hauna imani, uko na uoga, huwezi ambia hizo milima imesimama mbele yako waende baharini. Yonge kingana wacho. Sababu gani huwezi sema? Yonge kipingu. Hauna ufalme. Kulijua gulinya. Unalia. Ananini na miwaro. Mimi najua mwenye anaokoka. Mapoko pongiro bale nyalo yua goro. Mwenye hajajazwa na Roho Mtakatifu anaweza lia apewe Roho Mtakatifu. Na mapolija riti nyalo yua goro. Mwenye bado mwenye dhambi anaweza lia Yesu amuokoe. Ateko no musi yudo pinyiru. Na yule shujaa amepata wokovu. Eno ukuyu. Yeye anaongea. God mibumba ukiri na. Wewe milima ya tasa mooka wewe baharini. Uwoyo. Eno uwoya. Yeye anaongea. Anasimama anaongea. Nikitia dwenye maniki pinyiru. Maana mwanajeshi akuna ufalme. Pinyiru pandiki bifu makudu. Ufalme ndio na kila kitu. Ongegi morelu. Hakuna chenye amekosa. Uwe wakada na Kode. Wanakutana tu na hiyo vita. Kuni winyo hii. Anamwambia wewe Mukiri. muoka Ibie na. uende baharini. Kimomio jongi ukubiwacha. Sababu hawa watasema Kodi yude chunye. bado unapata moyoni mwako kupongimerema imejaa na hasira. Kodi yude chunye. Unapata moyoni mwako Kupongisiri. imejaa na kununa. Udo jijo wangi tich mate. Mwana wa jijo tuko na kasi ngumu. Kini yal nengani. Kesho umhubirie Pongiro moro maro jijo. ajase na roho ingine ya makasumba. Rujo lal. Kesho imepotea. Kini teki yal ne. Kesho tena umhubirie Mugani dok moro. amesema lugha ingine. Rujo lal. Kesho hiyo lugha imepotea. Ukiyudu ki yalo ne to chung kadako. Hauwezi pata kama umemhubiria amesimama kidete kama mwanamke Tokae to uwoyu. na tena haongei. Oh. Awachi ni hapa. Niseme hivi, Mumamoro wachi ni hapa. Biblia ingine inasema, Muda, mwanangu, tega masikio kwa neno langu, Kanibiti na hiyo. yahifadhi moyoni mwako wa ndani, usiyaache yakupitie. Nimaruwe chiko. Maana hayo maneno Yomayo udori. wanayoipata mwili yao Uwidu malaya. imekaa sawa Maungi. bila magonjwa, na huyu ni mgonjwa. Uyudo wacha. Je, amepata ile neno? Umumano ginyi imewacha ni hapa. Na hiyo Biblia inazidi kuendelea mbele ikisema, Nili chunyi kikinda duto. jilinde moyo wako kwa kina Budubeli makare. ili iwe takatifu, Kiti weche madongo dongo tete madingi mani. maana mambo makuu ya maisha yako Ai chunyi. yanatoka moyoni mwako. Chunyi mutingo nyitindi te. Moyo wako ndio imebeba watoto wako wote, Mutingo dogi. imebeba ng'ombe, Mutingo ngimani. imebeba maisha yako yote. Tokae ne morali. Na kama hiyo moyo wako ndio mbaya, Jigidaka. hivi vitu zinaishi wapi? Dokta toya. Mang'ombe wanakufa tu. Kae ne morali. Kama moyo wako ndio mbaya, Jigidaka. hivi vitu zinaishi wapi? Yatimo nyota afami lumini. Mtoto aliyezaliwa anakufa tu. Kae ne morali. Kama moyo wako ndio mbaya, Jigidaka. hizi vitu zinaishi wapi? Biru makala wokwa. Ufukara, maskini na kuja mpaka inakosa mavazi. Ante chunyo bele marali. Mimi moyo wangu hata ikiharibika hivi, Kangere akawona bilo nindoke. ninajua leo nitalala njaa. Nduno ukabiyudo gimao. Leo sitapata kitu, Chunya ikimba. maana moyo wangu ndio chakula yangu. Maana iketo chango. Na wewe umeweka moyo wako iko na shida na matatizo mengi. Umiyuki kumokotimo mude nyimi. Ndio maana vitu mingi zimefanya giza mbele yako. Ike chunyi niye mudo. Maana moyo wako iko kwa giza. Karmwadu ni uketore. Mahali pa mali yako imeharibika. Kargwit mami nyitindi uketore. Mahali pa baraka ya watoto wako imeharibika. Kia Warruok kinyi wakayoiki mono. Na wakihubiri wokovu unalia tu vitu tofauti.
Kesho yale gimoja kimoleo. Wanahubiri hakuna kitu kinatendeka. Hii yale gimoja kimoleo. Kesho wanahubiri unalea hakuna kitu kinatendeka. Ndiko moro, ndiko lingine ni mumamare Isaya piaroga ngwen matindo piaroga. Matindo katika kitabu cha Isaya 22 okuno wachi atiyo tamana ukiyo sewe negi koko Gadek 33 West Matero Kario Gangwen 33 verses 24. Yeah. Kendo japiny okuno wachi atuo nikech joma dakie nowene gi timgi mamono. Na watu wagonjwa ne wale kufanya ya Mungu. Turudi tuko kwa mafundisho tunaweza enda pole pole. Jomodaki. Niko cha wacho. Ili andiko linasema, Niko moja. mwanangu, tega masikio kwa neno langu. Usiyaache ya kupitie, yahifadhi ndani ya moyo wako wa ndani. Na hizo maneno inafanya wenye wanazipata mwili yao imekaa sawa bila magonjwa. Ndiko machielo na andiko lingine linasema wazalendo okuno wache dhogi atuo. Hawatasema kinywani mwao mimi ni mgonjwa. Nikijosewene gimamo Maana wamesamehewa maovu. matugi bowene gi. Hao wagonjwa wamesamehewa. Yes. Iwe wokovu. Na yalo wachino e piny Mathare North. Nilihubiri hilo neno pale Nairobi Mathare North. All kama neriwo. Kwa nyumba tukiwa kwa maungano. Dhako maja ukimwi. Na mama aliye na ugonjwa ya ukimwi. Ukuni karibe ayo wako Warruok adire. Akasema kwani ninalia wokovu kweli? Podi dipi mayo dago ukimwi. Bado ninaenda kupimwa ninapatikana na ugonjwa. Chiemo nono yiwage. Siku hiyo aliita yes. Mako dogo ukimwi ndio onge. Alipoenda kupimwa tena haikupatikana virusi. Kichugik mo wene tim ne mamono. Maana alifika kiwango akasamehewa maovu yake. Changu tuoche nete. Akaponywa magonjwa zote. Daudi bewacho ni ene moweyo ni tim ni duto. Na Daudi anasema kwa Zaburi ya kwamba yeye ndiye anatusamehea maovu yetu. Kisha anatuponya magonjwa. Unjo wale mno pokijie. Sasa watu wetu wanaomba lakini hawajaamini. Magini gono changu tu. Ya kwamba neno walio nayo inaponya magonjwa. Kama ni Nyasaye be okuyi. Jinsi asivyoamini Mungu ndiye changu kiwaru tule. Kwa hivyo amebaki na shida na matatizo na anaomba. Mano kanyalu woto. Mimi siwezi tembea na hivyo. Ninarudi tu kwa Katoliki yetu tunaimba na sadiki. Nikijimamo na wewe kwa hiyo. Maana chenye inanikosa kuimba nao hakuna. Tokeni Warruok. Na kama ni wokovu. Haleluya. Amen. Kiwaradie. Ninaokoka kamili. Malok ngea moka chake wingi. Mpaka nibadilishe nisitazame nyuma tena. Kichowachi. Maana imeandikwa. Hiyo muda akipinyi Warruok. Wanaoishi kwa hiyo dunia ya wokovu. Epinyi msmawe. Kwa hiyo ufalme ninazungumza. Okwache dogoni. Hasemi moyo kichwa kinywani mwako. Ninasikia kichwa inaniuma. Hapana. Hasemi wazi. Maana amesamehewa dhambi zake. Yeye yu hai. Lewe kurupulo Warruok.
Limi yake linatamka wokovu. Limi yake linatamka nguvu ya Jehova. Haitamki magonjwa. Utapata hao wenye wameokoka. Anaenda kurudi kusema magonjwa. Sasa wale wataokoka na mnadhani. Kama mke mwenzake mwenye amesuka ndio ndio anaenda nimesikia nikiwa na ugonjwa nimeamuka. Anamwambia, "Je, umeenda hospitali?" "Oh, bado sijaenda." "Ai brother, ninajitayarisha niende." Unaona huyu wokovu utahubiriwa mpaka wokovu. Unaona rika yako watahubiriwa wokovu kama umeenda kumwambia ugonjwa yako. Hivi umeenda? Mke ya shemeji nimeamuka. Inakuuma. Umepata Panadol? Nimetazama kwa nyumba yangu sijapata Panadol, sikuweka. Hiyo tulia tu. Eno kunyali medi yeye katatia. Sasa imani hata kidogo. Haleluya. Amen. Kunyali medi yeye katatia. Hawezi akakuongeza imani hata kidogo. Hivyo ngiteni wao. Na wewe pia ndio ungempelekea wokovu. Kule kauri uruko. Ndio sasa mumeungana naye. Maneno mwenyezi nipo kuweni lichoni. Hiyo ni ishara ya kwamba hujasamehewa dhambi zako. Chingu mwana wanigida kumo nugonyinya ywe. Siku moja tuko na mama anaitwa Ugonyi wa Yweyo. Gachino newe modio negugude maona Odio. Shetani akamfuata akaua kijana wake anaitwa Odio. Kama Odio wa miaka 13. Ni malelo bosandu ni. Na malaria imempiga sasa hiyo akakufa. Na akashuka akasema ni jambo gani? Urumbu za kuwa digimoromo wa. Na akaita mama mwenzake ameokoka. Bilugo ni Mary machia hilo. Anaitwa Mary bibi ya hilo. Kama Mary bilugo ni Mary nyatina Odio toka. Na akamwambia Mary mtoto wangu huyu Odio amekufa. Mary kone ni nyaywe. Na Mary ana bibi wa yue. Ondiki kanye ni tokati. Imeandikwa watu wanakufa wakiwa wadogo. Mino wako hii bachia. Kamano. Kisa imani nyingine. Jali mako nibe Panadol yudo. Si yule anakuambia ati ulipata pesa. Ile jali loyo. Jali loyo. Kiminoyo midi. Yenye umeshinda ndio unaenda kwa. Umepata na dawa. Yeah. Yeah. Yoko kenza. Wajui Mungu. Na yudo yie. Binti wa Yweyo wamepata imani. Yogoledi Kode bunga. Na imani ikamtoa ikampeleka kwa msitu. Chako penyo malaika. Akaanza kuita malaika. Ondiki ni unjuritina. Imeandikwa nyinyi ni walinzi wangu. Au nkanye Kode yoto. Mulikuwa wapi kama ndio wanakufa? Adonyo nuwe code. Nimewashtaki kwa mahakama. Roho bilo ni dumko yuko ni nai. Na roho inakuja kunena kwa nini? Anamwambia, wacha. Ineta useloi. Wewe kifo ili kushinda. Adonyo ni malaika mundiki njuri. Nimestaki malaika waliosema ni walinzi. Kanye Kode yoto. Walikuwa wapi kama ndio wanakufa? Huyu karo machelo bizo. Na anasikia roho nyingine inakuja. Uko ni muskuro yero kama. Na inamwambia baba asante. Kodo Kode yuri. Na akarudi akapata kama kijana wake amefufuka. Pero kamano jamani. Amepata kama ndio anapumua. University manager Jimja Bangado yosedi mosiki kumudu kuboro neteto chama. University yenye shetani hakutaka mtoto aende, mtoto alienda mpaka amefanya kazi ndio kwa neto kutokono ndio. Siku hizi tukiwa kwa mkutano anasema ndio. Orimu nege nejo yalo. Tuma mbuzi tuma kondoo wachinjie wahubiri. Tura. Na anatuma. Lino we. Na kama angemwacha kufe kinyauma wungine beli tino chamu. Na hiyo dhaifu yenye mko nayo siku hizi kama angekuwa anamtuma kwa mkutano. Winyi waro. Sikia wokovu. Monengegi mwa uwezone mami uviyamote mudhara nyalo bedoge dala yetu mwana. Ili usikie chango imefanya ninatembea na hii mpi ninaweza fika nayo kwa boma la mzee mwenzangu. Mani ndewa erangai ni kitiwachi. Mpaka nilale kwa boma lake kwa ajili ya hili neno. Kimu tuto kiwani. Chakula ni mingi wenzangu. Gharama mwakao ni moni. Yule nyasai mnyalotia nini? Lakini gharama tumechukua ili upate Mungu unaweza viaki juu yake. Yule nyasai mnyalonyesiji. Upate Mungu unaweza onyesha watu. Nika ugunu nyasate noti mama. Ya kwamba leo Mungu wangu ametenda hili. Iwinjo. Unasikia? Muni ndugi chuyo tande majoko.
Wanawake wanalala na bwana zao walevi kwa kitanda moja. Kwa sababu hawana Mungu. Nitapima na mama fulani kule Rongo. Yeye ni mfupi hivi. Na chenye iko ndani moyoni mwake si kidogo. Na ikashuka kwake saa 9. Na akiomba. Na hiyo nguvu ya hiyo ufalme ikashuka kwa ikagusa mwanaume chini. Na anaona kama usherati yake na pombe yake inaenda. Na anasimama kama ameokoka. Maana huyu mama chenye iko ndani yake ni juu ya pombe. Na wanawake wamekata wanaume waombe Mungu wakiwa ndani ya roho. Wameacha wanaume wanakuja wengi na wanasema wameokoka. Oh yes. Si ulipewa kama msaidizi. Tunamsaidia kama shetani amemshika hivi. Maana shetani anaweza shika mtu. Maombi na nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Na pia shetani umeenda mahali pabaya hutaweza. Bana niko na Yesu mfalme. Mshindi. Hakuna jinsi naweza shinda imba ya kwamba Mungu na chenye itakuzuia usifike kwa Yesu. Na ni moyo wako. Moyo wako ambaye imeharibika na dhuluma haijaokoka. Ni pima ya kwamba maongo yani kipimo wengi wameokoka. Nimezuia hawakufika kwa kilio cha haki kinayowafikisha kwa toba. Tulipata Yesu. Ninasikia siku hizi watu wanasema ati wokovu hakuna, watu wapate wokovu. Wewe ndio umekataa. Hebu tayarisha moyo wako kwa hiki kiwanja. Useme mimi sirudi na huyo adui. Ninarudi na Yesu. Chenye niliacha pale kwa boma, siendi kukutana nayo tena. Ninapata wokovu. Hata kama nilipata na ikaniacha. Sitaki kutembea na chenye kimeshindwa. Ninataka kutembea na mwenye ameshinda. Na yule ambaye shetani wanamjua. Na hata kama unatoka na mbali wanajua. Na kwamba huyo alienda mkutano Uyoma. Na siku hizi arudi jinsi alivyokuwa. Kila mara anarudi kama shetani wamempokonya ushindi kwa njia. Safari hii tukimtazama anakuja tofauti. Hawa ni mapepo ndio wanafunga virago vyao wanaenda. Wacha nisome neno moja kisha tuombe Mungu. Ili Mungu wetu akuwe Mungu. Tusome kitabu cha Zaburi 105. Ninaona hapa ndani wenye wamenena na roho ni wachache. Na tena watatoka bila kujazwa na Roho Mtakatifu. Ninaona wakushiriki ndio wengi. Ninaona wenye wana roho ni wengi. Na tena hawataki hiyo Roho Mtakatifu. Kama wangekuwa wanataka ni mzuri. Maana Biblia inasema mtu anaomba na anapewa. Tena anabisha anafunguliwa. Na upati mwenye anataka. Anayedumu kwa kiwanja kwa sababu anataka roho.
anabaki akiita Yesu mpaka ajazwe na Roho. Na akipatikana mmoja mwenye heri tu kama vile Biblia hiyo inasema, na kwamba itakuwa sawa kwa wale wamepata neno la Mungu, na yule ambaye neno la Mungu imepatikana moyoni mwake, yeye ni mwenye heri. Inaweza kuwa kwa msichana mmoja ambaye atarudi kama amepatikana na neno la Mungu moyoni. Akanena na nguvu ya ufalme wa mbingu. Biblia inasema yeye ni mwenye heri. Na je, mko hapa muna mahitaji na hiyo kweli? Maana hiyo ndio itakufikisha kwa maneno nimeyafundisha tangu nianze. Umeharibu falme. Umeharibu kambi ya ufalme ya magonjwa. Manadier. Hapa tumekuja ili tuharibu hiyo kambi ya kwamba umekaa sana kwa hiyo milima ya magonjwa. Wabiro keto kambi. Tumekuja kuharibu kambi ambayo Shetani ameweka na wewe miaka 10, 5, 20. Umekaa kwa hiyo milima. Na leo hii wataharibu hiyo kambi. Kijana kambi ya vijana. Inafanya wengine wanakufa bila kuoa. Inaharibiwa hapa. Ukisoma kwa Kumbukumbu la Torati 1:6. Mahali ninaongea leo, tokeni kwa hiyo milima. Jehova Nyasaye nuwuoyo nwae Oreb kowacho, usedake godni moromo, wichre uru umak wuodhu udhi e piny gode mag Jo-Amor kod kuonde duto mokiewo kanyo e Araba. Amen. Mungu akanena na Musa ya kwamba leo mmekaa ya kutosha kwa hii milima. Umekaa kwa kifo ya watoto, kanisa inakusaidia kuzika kila siku. Kwa hiyo milima. Leo tunaharibu hiyo kambi. Hata kama ni ya nini inaachwa. Hata iwe ni ya aina gani inavunjwa. Umekaa kwa magonjwa. Kwa hiyo milima. Hospitali za kutosha. Leo hii inavunjwa hiyo kambi. Umekaa kwa hiyo kambi. Hauna roho. Inayokuzuru inakuthibitisha wewe ni mtu wa mbingu. Na imekaa nawe hapo. Na mkutano unaenda. Leo hii inavunjwa hiyo kambi. Hiyo tutaona kiwango cha maombi Yesu. Ukiita Yesu, ukivunja hiyo kambi. Hiyo si maombi tu ya dakika 5 unaangalia watu walapo wanasimama. Halafu ule wa kuharibu kambi analenga chenye anataka kubomoa. Sio kumbe Yesu ni anaweza rudi atoe ushuhuda kwa wenzake. Milima ambayo umekaa ndio moyo wako inakwambia ati ujinyonge.